Mungu anaishi ndani yetu. Wewe sio wewe ulivyo. Wewe ni mfano wa Mungu mwenyewe aliye mbinguni. Ndio maana maandiko yanasema uraia wetu uko mbinguni. No matter tunaishi kwenye dunia, lakini sio watu wa dunia hii. Vita vya maisha ni namna ya kujitoa kwenye ufahamu wa kibinadamu na kuingia kwa namna ya uungu. Ndio maana utakutana na watu wanadamu wanafanya mambo ya kutisha. Wakina Ben Carson, kupitia mikono yake anarejesha vitu ambavyo vimeungana. Sio swala la kawaida. Kuna namna ya uungu uko ndani ya mtu unaweza kufanya. Sio sayansi, ni uungu ulio ndani ya mtu. Unaona mwanadamu anatengeneza chombo kinaruka duniani, kinaenda kwenye mwezi. Sio akili ya kawaida, ni uungu ulio ndani ya mtu. Unaweza kudesign kwa mfumo wa kidunia kufanya mambo ya kimungu ya kutisha. Ndio maana Mungu anasema roho zote ni mali yangu kwenye Ezekieli 18 hapa. Anasema roho zote ni mali yangu. That means roho zote yeye anatembea ndani ya watu, anaishi, anataka hizo nafsi. Anachokitafuta ni kwamba anajiona yeye anateseka ndani ya mtu. Ndio maana anahuzunika mtu anapotenda dhambi. Anapata shida kwa sababu anaona uungu wake unaharibiwa, thamani yake inapotea, uweza wake unafifia. Ndio maana anawapenda watu wanaoinjilisha, wanaotoka kutangaza habari zake, kwa sababu wanakuwa wanapigania uungu uzidi ndani ya watu. Wanapigania Mungu ambaye anatoroshwa na ibilisi ndani ya watu azidi na kuenea ndani ya mioyo ya watu. Ndio maana Mungu anawapenda watu ambao wanatetea kazi yake. Ndio maana wainjilisti wana favor kubwa, wanaishi miaka mingi. Fuatilia watumishi wote wanaokufa wote. Wainjilisti hawafagi miaka 20-25. Wanazeeka sana. Kuna mazingira utapita, itachukua tu wewe kwa uwezo ambao Mungu amekupa ndani yako. Utadesign mifumo ya namna mambo nataka atoke. Mungu mwezi huu abadilishi hali za hewa za mahali tunaishi, hali za hewa za nyumba tunakaa. Tukitokea watajua kuna jitu limekuja. Haleluya. Tukitokea hali ya hewa ichafuke, giza likimbie. Kuna watu wanasafiri, watu wa Mungu, anatoka hapa anaenda Mbeya kwa basi. Ataona hali za hewa zote za siku. Ataona manyunyu ya umande wa asubuhi. Ataliona jua linavyochomoza la saa 4. Ataona jua kali la saa 6 mchana. Ataona kagizagiza ka saa 12 mpaka anaenda kuitafuta Mbeya. Wakati kuna mtu anapaa juu ya mbawa, hata hajajifunga mkanda vizuri, hajakaa kwenye kiti, dakika 45 lisali moja ameshatua Mbeya. Bwana tusamehe. Wote wamefika Mbeya, lakini kuna mtu amefika stendi, ameshaibiwa simu na kibaka, ameshaporwa na bodaboda, begi amenyang'anya, mafuta huku kila mtu anamng'ang'ania, ameshakatwa mitama, ameshaambukizwa na harufu zingine ambazo hazina tamaa. Lakini kuna mtu amefika, cha kwanza mazingira yake ni executive. Haukuti usumbufu pale kushikwa na kupigwa. Watu wale wana utisho. Haleluya. Mungu atupeleke hizo level katika jina la Yesu. Tukatae maisha ya kuonewa. Mhubiri nasemaje? Anasema ninaona wafalme, watumwa ndio wamepanda farasi. Hawa wafalme hao jamani, waliobeba Mungu, wanakata mboga na miguu. Bwana tusamehe katika jina la Yesu. Wapagani wanaenjoy, miungu inatembea kwa miguu. Jamani, tumemtembeza Mungu kwa miguu vya kutosha. Haleluya. Hebu Bwana tusaidie tupae kwenye mbawa za tai. Haleluya. Tumechosha ufalme wa Mungu, inatosha. Unajua kuna maisha tunaonaga tu ya kawaida, tunachosha uungu. Haleluya. Yani tunaonea design. Unajua Mungu amejidesign very powerful, very strong. Yani madhahabu, mavito ya thamani manini, afu unayaendo na kigunia ambacho kimechakaa. Hivi naingia akilini watu wa Mungu? Sema nakataa katika jina la Yesu. Tumtembeze Mungu kwa starehe. Sikiliza nikupe kitu. Ufunuo wa sanduku la agano. Hivi ulisikia lilivyokuwa lina hendo kwa starehe? Sanduku la agano linabebwa na staili, tena na makuhani. Unacheza uwepo wa Mungu wewe. Linatembea na staili na shape na makuhani wanaenda hatua kwa hatua, kwa staili na kanuni na mifumo kutoka
haitoshi. Siku moja tu wakababaika, wakasema tumechoka, tunapakiza kwenye toroli. Walikufa vibudu. Sisi tuliobeba huu uwepo watu wa Mungu ni kama lile sanduku la agano, lazima litembezwe kwa style. Leo mtu anakungonga tu, anakuzoga, wewe kuja, sanduku la agano kuja. Haleluya, haleluya. Hey.